Katika maisha haya kuna muda unakutana na changamoto nyingi sana, lakini usikate tamaa. Inatakiwa ujue kwamba yupo Mungu mkombozi wa kukufuta machozi pale unapolia. Kwa hiyo inakubidi kumtumainia yeye, kwa sababu yeye ndio atakuwezesha katika kila jambo. Kwa sababu hata ukisoma maandiko matakatifu unaambiwa hapo mwanzo yeye aliumba ardhi, akaumba mbingu, akaumba bara, mwezi. Kwa hiyo hakuna kinachoshindikana kwake. Lakini usisai tu peke yako, inatakiwa washirikishe jamaa zako, unawaambia sala zenu wapendwa ndo zitanijenga sana. Yes, watakuombea na wewe utaomba pia, matatizo yataisha. Na pia mliopo kwenye ndoa inatakiwa mnasali sana, kwa sababu wahenga wanakwambia ondoa baraka ukipata ushukuru, maana wanaoililia ni wengi sana. Kwa hiyo inatakiwa unashukuru, kwa sababu wengi wametamani sana kufunga ndoa lakini hawakufanikiwa. Alafu kijana, mwezi uliopita uliniambia kwamba unataka kufunga ndoa. Hivi unasali kweli kutimiza lile lengo? Na jana nilifunga nikasali, nikamuomba Jalali. Vizuri sana kijana. Lengo lako lazima litimie. Sisi wengine siku ya harusi inatakiwa tunamsifia bwana harusi kwa nyimbo kama mekapuke nanda kakasuti kama mbunge anamelemeta. Na pia kwa wawaji inatakiwa unajipanga, unakuwa na hela, ili isijitokeze baada ya wiki mbili mwanamke amerudi nyumbani na akirudi kwao anaulizwa eti kwa nini umerudi, anasema nakosa chumvi sukari, yeah. Kila siku nakona kufikiria sembe, wapi nitapata mboga familia iende. Lakini wewe mwanamke usirudi nyumbani kizembe hivyo. Inatakiwa unakuwa mvumilivu, na mmeo akipata hela songa ugali songa